Tania, siku hizi nimekuwa mtu mwenye mawazo sana. Nimefika hatua mpaka mimi nakaa kuna kosa raha. Sina amani kwa sababu yako. Na nishakwambia kabisa kwamba swala lako na Luka mimi nitalisimamia na nitalipigania. Niachie mimi. Sasa kwa nini unakuwa una amani? Kwa nini unakosa raha, unakuwa na mawazo? Shida sio kupenda, mazoea. Yeye ndo alikuwa furaha yangu. Lakini sasa siko naye tena. Naumia. Hayo ndo mapenzi. Siwezi kulaumu kwa sababu sio wa kwanza kuumiza katika mapenzi. Lakini una siku ya 3 hujatia chochote mdomoni. Hivi hata kama Luka mkija mkarudiana na hiyo afya yako inavyodhoofika, unafikiri mtaishije katika mapenzi yenu? Sikufichi kakaangu. Sijisikii hata kula. Yaani ile ladha ya chakula sipati. Hamu ya chakula sina. Msikilize. Nakwenda kununua chakula. Leo nitakulisha kwa mikono yangu. Yaani nasema hivyo na maanisha. Nakula chakula kupitia mikono yangu. Nitakulisha mwenyewe. Sawa? Sawa kaka. Maliza. Kama anapata shida sana. Na wakati anachukua chakula anateseka. Anajaribu kutafuta. Lakini yote ni kwa sababu yako. Tania, mimi namfahamu vizuri sana. Hajawahi hata siku moja kuingia mwingine nyumbani na wakati mmoja wangu. Lakini ndio furaha. Ndio kila kitu. Siku zote mapenzi. Lazima kutoa vitu vingi. Kuna huzuni na furaha. Na hisi ndio wakati wa huzuni. Sasa ndio tuondoe huzuni, ndio na furaha. Bani anapenda sana. Anakuhitaji sana katika maisha yake. Tafadhali. Naomba muondoe katika mawazo. Pia atachukua maamuzi magumu ambayo yanaweza kutokea. Maisha yangu na kabisa. Umenitia nini? Mpenzi wangu mimi nimekuita nina wazo.
Wazo langu ni kwamba natamani nikupeleke nyumbani nikakutambulisha kwa wazazi wako. Hilo wazo au upuuzi? Kwa hiyo umeniita hapa uje kuniambia upuuzi, si? Kwa hiyo wewe ni yako nini? Nisikilize nikwambie. Sawa? Kama umeniita kwa ajili ya kuniambia ujinga kama huo, naomba usirudie tena siku nyingine. Sawa? Unanikosea sana. Kwa kwenye mahusiano wewe kwa mahusiano kuna maana gani ya mahusiano sasa hapo? Lakini sio swala la ndoa. Mimi kwa sasa hivi sijafikia kabisa kuja kuishi na mwanamke au kuoa. Ina maana kuoa, ina maana unaona simu yangu, unafuta nyimbo zote za kwenye simu, alafu unaacha nyimbo moja. Yaani unasikiza nyimbo moja. Yaani ndivyo mwanamke mmoja. Tafadhali sana. Siko tayari. Ni kwamba sasa unanichezea. Haya kwako, lakini nimekwambia sijafikia kabisa swala la kuoa. Labda nikwambie kitu kimoja. Mimi Mwenyezi Mungu amenibariki utajiri kidogo wa pesa na utajiri wa wanawake. Sasa kwenye wanawake mimi akiondoka mmoja, wanabaki 96, mimi naishi nao vizuri tu. Kumbe hicho ndio kinakupa kichwa unajinadi sababu ya wanawake. Asante. Ila nitakuonyesha. Briana wewe. Wewe mkola mbu Janeti, unafanya nini wewe? Eti nitakuonyesha. Tena mbona mliu bado unishakiona kibao, unishakiona kipi cha zaidi. Anantisha nini? Anantisha nini? Anijui. Sasa fanya nini bwana? Luka. Rani. Hivi ndio napenda. Unajua ninapenda kuona mtu kwenye furaha na nzuri. Kuliko kuwa katika huzuni kama kwa mwanzo. Ilikuwa niumiza sana kitu. Labda mimi shaka au salama sana. Na hakuna tena kilio wala jambo lolote litakalokuwa. Hata furahi. Na pia labda shemeji nikuombe radhi. Labda siku ile wakuta Zagaro na Rani sikuelewa labda elewa vibaya. Naomba nisamehe kwa hilo pia mpenzi. Sawa. Lakini nilitambua kosa langu na maana kama nilivyokuambia maisha ya ndugu wangu nimekabidhi kwako. Kwa hiyo nahitaji kuona furaha siku zote kwa ndugu wangu. Nahitaji kuona siku zote ndugu wangu akiwa na furaha na sio mzuri. Sawa. Ndio tunajua zaidi. Mwisho mwezi wa Desemba.
huyo alichota unyayo. Alomchota unyayo ni mwanaume ambaye anempenda lakini yeye hampendi. Na kama mngechelewa kumleta, hiyo dawa alotengenezewa yeye ingemwamsha, basi na mimi angempenda daima. Kwa hiyo hapa dadangu amepona kabisa. Ya. Kwa sasa hapo yuko sawa. Pole sana dadangu. Sasa mnaweza mkaenda. Kipanga gwela nguku. Woi, kipanga gwela nguku. Ai, kipanga gwela nguku. Kipanga gwela nguku. Kipanga gwela nguku. Mimi nitoe shukrani nyingi sana kwa mara kwa sababu ndio tukio lilipotokea kikweli nilikuwa nisha confuse, yani sielewi chochote, nilipagawa sana. Sijali utajikosa. Mimi nafikiri nimeplay part yangu kama mmoja kati ya wanafamilia. Kwa kipindi kama hiki ndio kipindi cha kuonyesha upendo na umoja. Nashukuru Mungu tu kwamba dogo ameshakuwa poa. Basi. Sawa, mimi nashukuru sana. Sawa, mimi waache kwa sababu hata kile ambacho nitaka tuzungumze tuweze kuzungumza tena pale ambapo tumekutana naye. Na rejea zangu nyumbani na sasa jioni nitakuja. Haina neno. Nisaidie. Tutakuwa poa. Pite sehemu kanunue chakula au utapika? Niko poa sasa hivi. Utapika? Ndio nataka nipike mwenyewe. Kweli. Haya sawa.